utajiri na mafanikio, lakini kuna ahadi zinazohusu ulinzi na usalama. Kuna ahadi zinazohusu familia yako na watoto, lakini kuna ahadi zinazohusu namna ya kupata kibali kwa Bwana Yesu na kwa wanadamu pia. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna ahadi mbalimbali ambazo Mungu ametuahidi. Siku ya leo tutakwenda kujifunza ni neno ambalo yamkini umelisikia, umelisoma, si geni sana masikioni mwako, lakini neno la Mungu ni jipya kila siku, halijawahi kuzoeleka. Haleluya! Kila siku linakuja kwa namna ya tofauti kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Ninaomba Pendo utakwenda kusoma kitabu cha Marko 5 na ule mstari wa 25. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyonavyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Mstari wa 27. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mstari wa 29. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Amen. Haleluya, watumishi wa Mungu. Hizi ni habari njema za huyu mwanamke. Huyu mwanamke alifahamu ya kwamba yuko Yesu wa Nazareti ambaye anaweza akanitoa kwenye hili tatizo nililonalo. Huyu mwanamke alizunguka sana. Biblia inasema alihangaika huku na kule. Alizunguka kwa matabibu wengi, alizunguka kwa waganga wengi, lakini bado asipate kupona. Haleluya. Huyu mwanamke alitokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Wapendwa, si kitu rahisi. Miaka 12 mtu anavuja damu. Ingekuwa kama ni leo tungesema alikuwa labda na kansa ya kumwagika damu. Lakini huyu mwanamke aliteseka kwa muda wa miaka 12. Alihangaika huku na kule akitafuta msaada, lakini bado msaada haukupatikana. Alihangaika, alitumia mali zake nyingi, aligharimia pesa nyingi ili kwamba apate kupona, lakini Biblia yangu inaniambia kwamba hakuweza kupona. Haleluya, watumishi wa Mungu. Pamoja na pesa alizokuwa nazo, lakini bado pesa haziweza kumsaidia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Huyu mwanamke, Biblia inasema katika kitabu hiki cha Marko 5:25 ukianzia pale, huyu mwanamke ni kweli aliteseka sana, lakini kuna siku alikutana na Yesu Kristo wa Nazareti. Alimwona Yesu kwa mbali akiwa na makutano yakiwa yamemzunguka Bwana Yesu, makutano yamemsonga Bwana Yesu. Alipomwona pale, Biblia inasema alidhamiria moyoni mwake. Biblia inasema alipodhamiria moyoni mwake, akasema, nitakapoligusa tu pindo la Yesu, ninaamini nitapokea uponyaji. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya kanisa. Huyu mwanamke haikujalisha kwamba aliona watu ni wengi. Huyu mwanamke haikujalisha kwamba aliona watu wamemsonga Yesu. Lakini kwa sababu alikuwa ametia nia ndani ya moyo wake, akasema, nitafanya kila juhudi ili nimguse tu Yesu, na nikishamgusa tu Yesu, ninaamini kabisa kwamba hii shida niliyo nayo itakoma. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu mwanamke, Biblia inasema Yesu alipokuwa amesongwa na makutano, huyu mwanamke alipenyeza. Biblia inasema alipenyeza, akazunguka kwa nyuma ya Yesu, akaligusa lile pindo la vazi la Yesu, na hakika alipoligusa lile pindo la vazi la Yesu, kutoka damu kwake kulikoma. Haleluya, haleluya kanisa. Yesu mara alipogundua nguvu zimemtoka, alishangaa, maana yeye ni Mungu na alijua. Akasema, ni nani aliyenigusa? Makutano wakanyamaza kimya. Akasema, ni nani aliyenigusa? Maana naona nguvu zimenitoka.
amepokea uponyaji. Haleluya kanisa. Yesu akamwambia, binti, enenda zako kwa amani, imani yako imekuponya. Na ule msiba ulikoma mahali pale. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya watumishi wa Mungu. Tunaye Mungu ambaye anaweza. Umepitia mengi lakini yuko Mungu anayeweza kukuokoa na kukusaidia. Haijalishi umepata shida kiasi gani. Haijalishi unauma kiasi gani. Alimradi umedhamiria ndani ya moyo wako. Umedhamiria kwamba nikigusa pindo la Yesu, ninaamini nitapona. Umedhamiria ndani yako, ndani ya moyo wako umedhamiria. Nikifika kwenye madhabahu ya Mbezi Church, nikitamkiwa neno, naamini nitapokea na nitapona. Haleluya kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Nini tunatembea kwenye mateso? Ni kwa sababu imani yetu ni ndogo. Lakini Biblia inasema, ukiwa na imani kama chembe ya haradali, unaweza kuwaambia mlima huu ng'oka na ukatupwe baharini. Mimi chembe ya haradali ni chembe ndogo mno, ambayo hata punje ya ulezi ni kubwa. Lakini Biblia inasema utaweza kuambia mlima huu ng'oka na ukatupwe wapi? Baharini. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu mwanamke bila shaka alifurahi sana kwa sababu miaka mingi aliteseka. Huyu mwanamke bila shaka aliona shangwe kubwa ndani ya moyo wake kwa sababu alipitia magumu kwa muda wa miaka 12. Watu walimtenga, ndugu walimtenga, jamaa wa karibu na marafiki wa karibu walimtenga kwa sababu ile hali aliyokuwa nayo. Lakini yuko Yesu mwana wa Mungu ambaye hawezi kukutenga, akikupenda na kupenda jumla, akikuponya na kuponya jumla, akikuinua na kuinua jumla. Pokea katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya watumishi wa Mungu. Haleluya kanisa la Bwana. Tusiogope. Tusiogope, tuliye naye ni mkubwa. Walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wao. Wewe kama mwana wa Mbezi Church, simama na Mungu. Usitetemeke, usiogope. Hakuna kitu kinaweza kukutoa kwenye mikono ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Umefika kwenye mikono ya Mungu salama. Umefika mahali hapa ni mahali sahihi. Yuko Mungu siku ya leo, nataka nikwambie. Mungu wa madhabahu ya Mbezi Church anajibu kwa moto. Anajibu kwa viwango vikubwa. Haleluya kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kupona kwako ni lazima. Hiyo ni ahadi ya Mungu kwako. Hiyo ni ahadi ya Mungu kwako. Kwamba lazima upone. Hakuna kuonewa na maonezo yote ya shetani. Kupona kwako ni ahadi kutoka kwa Mungu. Mwana wa Mungu ni hai, lazima upone katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Ninaomba pale utasoma Zaburi ya 103 mstari wa 3. Zaburi 103 na ule mstari wa 3. Haleluya. Nitasoma mwenyewe kwa jina la Yesu. Biblia inasema akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Haleluya. Ni mstari mmoja tu huo. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 103 na ule mstari wa 3, akusamehe maovu yako yote, lakini pia akuponya na magonjwa yako yote. Haleluya. Haleluya watumishi wa Mungu. Sikiliza nikwambie, magonjwa sio sehemu ya maisha yako. Magonjwa sio sehemu ya maisha yako. Umasikini sio sehemu ya maisha yako. Wala sio fungu lako, mwana wa Mungu ndiye hai. Umeokolewa ni makusudi kamili la Mungu. Umeokolewa ni makusudi kwa makusudi kamili ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Mwana wa Mungu lazima urelaksi. Mwana wa Mungu lazima ufike mahali uwe huru. Biblia inasema itatuweka huru, neno la Kristo itatuweka huru na tutakuwa huru kweli kweli. Katika maeneo yote tunapaswa kuwa huru. Iwe kwenye uchumi lazima uwe huru. Lazima ubarikiwe, maana ni ahadi ya Mungu katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya watumishi wa Mungu. Haleluya watumishi wa Mungu. Kwa wanadamu ni kweli yako mambo yanashirikana, lakini sio kwa Mungu wetu aliye hai. Mungu wanadamu wanapofika
kwa Mungu ndipo inapowezekana. Haleluya. Wengine asingekuwa Mungu tusinge hivi tulivyokuwa. Tusingekuwa hivi. Asingekuwa Mungu tusingekuwa hivi tulivyokuwa. Ni neema ya Kristo. Ni neema ya Mungu. Ni madhabahu ya Bethel Church imetubeba. Ni neema ya Mungu imetubeba wapendwa. Hatukujulikana, lakini kwa sababu ya Kristo aliye hai, Mungu anayehubiriwa mahali hapa, ndio maana tunatuona tuko hivi tulivyo. Ni kwa